hawajafungana pointi. Chelsea wana pointi 45 na mzungumzia Aston Villa na Man U. Aston Villa na Man U wanafungana pointi lakini wana tofauti ya magoli 4. Hicho ndicho ambacho nilikuwa nakizungumzia kwamba kumfukuzia Man U ni kazi ngumu kwa sababu ana sasa hivi yuko vizuri kidogo. Tangu aje kocha Carrick kuna namna ambavyo mpira wake umebadilika sana. Kwa hiyo ni kazi ngumu pale kumtoa Man U ambaye sasa hivi yupo kwenye performance bora. Lakini Aston Villa akifanya hivyo pia wanaweza. Lakini pia kwa Chelsea ambayo yuko nafasi ya 6 kwake kidogo inakuwa ni kazi ngumu kwa sababu Simone akimaliza top 4 kwa hii performance ambayo yuko nayo na kwa mechi ambazo zimebaki, kuna watu ambao wako serious zaidi na wanapanda pale juu. Mfano wa mtu mmoja wapo ni huyo Man U ambaye sasa hivi yuko nafasi ya 3. Umeona? Kuna namna Chelsea inabidi ajitafakari. Yeye ni title contender mmoja wapo wa EPL. Anatakiwa acheze kikubwa zaidi kuliko kucheza kama ambavyo anacheza sasa hivi. Kuna namna Chelsea, kuna mechi ambayo anasema leo Chelsea anashinda lakini unakuta na sare au anapoteza. Kwa hiyo inakuwa si nzuri kwake kwenye mbio za kufukuzia ubingwa au kufukuzia top 4. Sio nzuri kwake na ukizingatia yeye ni mmoja wapo kati ya wale title contender. Lakini kwa Aston Villa naye pia anatakiwa afukuzie performance yake hata ile ya msimu uliopita ifikie. Umeona? Kwa hiyo natoa chance kwa wote wawili. Sijui nani leo atashinda kwa sababu wote wanaona kama vile wanafanana kiuchezaji. Namna ambavyo wote sasa hivi hali yao ilivyo ni sawa sawa. Wote kwa sasa hivi wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Hawapo bado stable. Kwa hiyo yote anaweza kashinda kwenye mechi, lakini pia hautakuwa mchezo rahisi kwa Chelsea wala Aston Villa kwa sababu wote wana quality ambazo ni quality nzuri. Sahihi kabisa. Wote utakuwa ni mchezo mgumu pia. Tumalizie na mchezo wa mwisho kati ya Man City na Nottingham Forest. Man City wako nyumbani leo, wako dimba la Etihad. Man City yuko katika mbio za ubingwa, ana pointi 59. Amecheza michezo 28. Akicheza mchezo huu leo anakuwa na michezo 29. Akishinda katika mchezo wa leo anakuwa amepishana katika kwa pointi 2 na Arsenal. Lakini pia Nottingham Forest pia si haba, yuko nafasi ya 17, ana pointi 27. Anapambania kutokushuka daraja. Mchezo wa leo unaonaje? Mchezo wa leo mimi sioni kwa mgumu sana kwa Man City. Yaani kutokana na consider nazungumzia muendelezo. Sawa. Ukiangalia Nottingham Forest tangu kocha Nuno waondoke imekuwa haipo kwenye namna ambavyo tuliona mwaka jana walivyoanza msimu uliopita walivyoanza kwenye msimu. Chini ya kocha Nuno Espirito Santo ilikuwa ni timu moja ambayo kuifunga ni ngumu sana. Umeona, lakini kwa sasa hivi naona ni timu ambayo ni timu nzuri lakini bado kuna namna ambavyo haja settle standard yake ambayo tuliiona kwenye msimu uliopita mwanzoni. Tangu aondoke kina Anthony Langa, aondoke kocha Nuno Espirito Santo bado haipo stable. Kuna namna kuna kocha kuna kazi ya ziada anatakiwa aifanye kwenda kuifanya iwe kama tulivyoizoea msimu uliopita. Lakini pia kwa Man City wamekuwa na mwendelezo bora. Mechi iliyopita mtoka kushinda dhidi ya Newcastle United, goal la Anthony Semenyo, performance nzuri. Na nawategemea leo kama wakiwa wako stable zaidi wanaweza pia kashinda mechi leo kwa sababu sio mfupa mgumu sana kwao. Ni mfupa ambao uko ndani ya uwezo wao, wanauweza in terms of quality, in terms of mchezaji mmoja, mfumo wa timu pamoja na uwezo wa makocha, uwezo binafsi, tacticians. Ni mchezo ambao uko mikononi mwa Man City mwenyewe uamue. Na ukicheki Man City ana tofauti ya pointi 2 dhidi ya Arsenal, kama leo akishinda wake itaendelea kumpa motisha zaidi ya kushinda hii mechi ili aweze kufukuzia mbio za ubingwa dhidi ya Arsenal. Man City ni timu bora kuliko kulinganisha na Nottingham Forest. Unaona mchezaji gani wa Nottingham Forest ataenda kuleta ugumu katika Man City kupata matokeo ya siku hii ya leo na kujiwekea lesho nzuri katika kufukuzia ubingwa wa EPL? Kwanza Nottingham Forest tangu msimu uliopita mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kufungika kwa sababu kocha wao Nuno Espirito Santo alikuwa anatumia mfumo wa mabeki watatu kule nyuma. Alikuwa anamtumia Muriro, alikuwa anamtumia Morato, lakini pia fullback ya kushoto Ola Aina, raia wa Nigeria. Lakini pia pale katikati kulikuwa na viungo ambao walikuwa wanapiga kazi sana. Unamkumbuka jamaa anani anaitwa somebody alikuwa anacheza Arsenal pia, kapteni wao. Umeona, lakini pia kule mbele kulikuwa na mshambuliaji wao naye pia alikuwa anafanya kazi nzuri, kina Anthony Langa alikuwa anafanya kazi bora sana. Lakini kwa msimu hicho kitu kimekuwa kama vile kimepungua. Uone ile work rate ambayo alikuwa somebody nikimkumbuka nitakutajia jina lake ni captain. Yaani uone ile kazi ambayo alikuwa anafanya kipindi kile kabla kocha Nuno hajaondoka, lakini pia hata mfumo wa mabeki ambao wanacheza sasa hivi ni mfumo tofauti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo timu inakuwa haiperform kama vile ambao tulizoea. Lakini pia hata mfumo wa kocha pia umebadilika, sio mfumo ule tena ule wa 3-5-2. Lakini kwa sasa hivi wanacheza 4-3-3 au wakati mwingine 4-3-2-1 au 4-2-3-1.
vyote vinawezekana, lakini sioni hicho kitu kwa Man City leo hii. Sioni wakifanya vizuri sana kwa sababu ya trend ya matokeo ambayo yamekuwa yakipita hapa mwanzoni. Yaani kutoka mechi ambayo ya 3 kutoka nyuma kuja mpaka mechi ya leo hawana performance nzuri sana. Kwa hiyo labda nitaona tu maajabu ya mpira, lakini sitegemei kama watafanya kitu kikubwa sana kama ambavyo Arsenal wanaombea. Jini la magoli Haaland hayupo. Unategemea watafanya nini leo Man City katika kuforce kupata matokeo? Na asilimia kubwa tunaona matokeo ya Man City yanategemeana na work rate ya Haaland anapokuwa kiwanjani. Man City is not for Haaland pekee. Man City ninachofurahia mimi, kila mtu ambaye anapewa nafasi anaonyesha. Ona kiwango ambacho Omar Marmoush amekuwa akikionyesha. Kwenye mechi muhimu amekuwa akifanya matukio makubwa sana ambayo huwezi kuyatarajia. Amekuwa akipiga zile missiles, blockbuster, mashuti ya mbali ya kukev na amekuwa akifanikiwa. Lakini pia kwa nyakati tofauti amekuwa akiwatumia kwa mfano kama mechi iliyopita Anthony Semenyo aliweza kufunga bao, lakini pia magoli yatokea tu kwa namba 9. Angalia nafasi ambazo amekuwa akizitumia kina Ryan Cherki zimekuwa zikifanya kazi, akina Tijan Renders zimekuwa zikifanya kazi, hata pia mawinga wake na Jeremy Doku nao pia amekuwa wanafanya kazi nzuri sana kwenye create chances pamoja na kuzitumia. Sawa. Kwa namna hiyo unaona ratio ya magoli mangapi kwa Man City kupata ushindi leo dhidi ya Nottingham Forest? 60-40. 60-40. 60 kwa Man City, 40 kwa utabiri wako katika magoli? Na magoli. 3-0. Haya. Sasa nimekumbuka nilikuwa namzungumzia Morgan Gibbs White. Naam. Asante sana. Ni kapteni wao huyo. Mchambuzi wetu alikuwa anatuweka sawa hapo, lakini pia ameweka ratio yake ya 60 kwa 40, si ndio? 60 kwa 40 katika ushindi kati ya Man City na Nottingham Forest, lakini pia ametabilia Man City kushinda goli 3-0 dhidi ya Nottingham Forest. Ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu. Tulikuletea uchambuzi kati ya Barcelona na Atletico Madrid, mechi iliyopigwa jana ikaisha kwa 3-0 na Barcelona kutokufuzu katika kombe la Copa del Rey na kuendelea katika hatua inayofuata. Lakini pia tukajadili mechi kati ya Chelsea dhidi ya Aston Villa, ambapo leo Chelsea anatakiwa kupata ushindi ili aendelee, ili ajikite katika nafasi ya 4 na aweze kufuzu katika michuano ya Champions League. Lakini pia tukatazama mechi kati ya Man City na Nottingham Forest ambayo inapigwa pia siku ya leo majira ya saa 4 usiku, ambapo Man City atakapopata ushindi basi ataweza kujihakikishia nafasi nzuri ya kugombania ubingwa wa EPL. Ulikuwa nami Amani James Mapunda ambaye nilikuwa na kuongezea gurudumu lako la Sports Parade, lakini pia bila kumsahau Baraka Mlope ambaye ndio alikuwa mchambuzi katika Sports Parade, bila kumsahau Caleb Lyson akiwa kama director camera operator katika kipindi hiki cha Sports Parade. Hii ni Kalex TV. Usisite kusubscribe katika chaneli yetu, lakini pia kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo vinarushwa kupitia chaneli yetu ya Kalex TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.